Leo kazi ipo. Kazi ipo. Le monde part en couille. What is this? Hey! Hey! Jesus! Hola, Carlos! Wewe kiroboto wewe. Njoo ndio nilikuwa nakusubiria naangalia njia zote utakapotokea. Njoo unachungulia nini? Njoo kabla sijakufuata hapo. Njoo mwenyewe. Chapu. Mama cheza inabo rufani mkula mwanao nimekuacha huko mimi jamani toba wala kia Mungu mimi leo nenda kufa. Kazana, una miguu hiyo? Njoo. Mkangu pole sana. Umefanyaje? Wewe kofia pale. Njoo hapo. Utanieleza vizuri ilikuwaje wapi na Mwai? Kwa nini umemtongoza Mwajuma? Kwanza utoka wapi na shemeji yako mpaka ukaenda kumtongoza kule njiani unamwambia kwamba mimi siweke maji kachumbari. Niweke maji kachumbari umekuwa chips wewe. Umekuwa pilau, niweke kachumbari maji ya kwenda kuogea. Chai ya nazi na nanasi ulishaiona wapi? Mke wangu nisamee. Ulitoka wapi na yeye? Niambie. Mke wangu nisamee. Ulitoka wapi na Mwajuma? Utaliwa mke wangu nisamee. Sikilizalisha kule njiani. Umekonda nani anayekukondesha? Si unakwenda kwa shida zako mwenyewe. Mimi nilikuwa kutafutia unenepe. Wafuta chozi tu. Shem lake huyo, shem kama shem. Mbona vitendo vya sasa kuelewaje? Jibu lako nikupeje? Unaogopa kurekodiwa? Shemeji huyo. Nataka nikupe jibu lako. Ongea shem. Wewe unajikuta mjanja wewe. Nipe jibu langu. Nijiende mie. Ovyo. Napenda talabu ya napenda mapiano ana ustalabu kila siku mzozano na ukikuta hijabu kama mtu wa swala tano na Wewe baba. Wewe kenge. Wewe muda wote macho juu kama kuku, maji juu. Vipi mbona sikuelewi? Ndugu yangu unashika tama nenda kuanguka. Ndugu yangu yani ninayopitia ndugu yangu. Yani yanifanya hata ninapokaa nikose amani, nishinde kupiga stories za mpira, nishinde kuzungumzia stories za mademu wengine, nishinde yani kuzungumzia stories za vijiweni. Mambo ninayopitia magumu. Sasa kama mambo unayopitia ni magumu, badilisha njia. Hapo siku hizi umebadilika kabisa, hata ndevu unyoi. Yani makofia muda wote nywele zenyewe unaweka ovyo ovyo. Ndugu yangu usione mimi kuvaa kofia. Hapo umeoa. Ndugu yangu usione kuvaa kofia hivi ukajua baba mimi napenda. Mke wangu hataki ninyoe ndevu, hataki ninyoe nizingatie engo. Kama unavyonijua mimi rafiki yako. Ni mtu nikinyoa nikienda saloni nimezingatia engo, nimekuwa sababu yake undevu. Ndio hivyo ninavyokujua mimi. Undevu nimeuchonga, nimemwagia mafuta ya nazi, nikipita nitano na ng'aa. Yani mitindo fulani hivi utafikia shombe fulani, yani kama wazee wa Alades unajua. Sasa nashangaza hivi nywele zimekaa kama ueleweki, kama zumbukuku. Ndugu yangu mke wangu ananipitisha kwenye njia ngumu. Mke wangu anapenda kupiga. Mke wangu wivu. Mke wangu yani nikifanya hivi, wewe basi nikifanya Sasa mbona mke wako na wivu gani? Wewe ulimuoa kwa ndoa kabisa na sasa hivi hata na wivu afa nakuacha uka hivyo. Wivu gani? Ndugu yangu juzi nimefanya kosa mimi kama hata ameninyonya juu kichwa nimezimia na kuja kuamka nipo kitandani. Naamka ananiambia amka hapo kukaosha vyombo. Yaani ananifanya kama mfanyakazi. Wakati mwanzoni mimi nilimchukua yeye nikasema atanipa mahaba, atanilipesha, atanitoa kitambi lakini kumbe tofauti. Ngoja. Kwani wewe upo kwenye ndoa upo JKT? Ndugu yangu mimi nahisi nipo kwenye kikosi cha JKT, nipo kwenye kikosi cha makomando kwa sababu shughuli ninazopitia mimi ndugu yangu ungekuwa unapitia ungekuwa umeshakonda. Sema tu mimi siwezi kukonda. Mafunzo ya jando ndo ananisaidia mimi lakini la si hivyo ningekuwa nimekwisha kabisa.
Wewe mtu gani cheki mwili wenyewe kama kilo 2 za nyama, haueleweki. Mke wako unasema nakupitisha maswaibu yasiyoeleweka, mara kukunja, kupige vichwa, kuinue juu chini, mafunzo JKT. Yaani yule akikupa ngumi yake Mungu. Wewe kumwacha unasubiri nini? Ndugu yangu. Yaani wewe mwanamke anakuendesha akili kama nashindwa kubisha kuosha vyombo nitaweza kumwacha kweli. Kwamba hadi vyombo unaosha? Ndugu yangu wewe. Yaani yenyewe unyumba yenyewe napata ratiba kwa jumba. Yaani anameniwekea ratiba kila mwisho wa mwezi. Si umeelewa? Sasa si ndio umwache mbona kwa kenge? Ndugu yangu nayopitia wewe. Mungu mwenyewe ndo anajua. Ndugu yangu nimekonda, nimeisha. Rangi sio rangi yangu. Mimi nina rangi ya pesa lakini siku hizi nina rangi sio sabuni ya magadi. Hata siku moja kwa mume wangu nikupikie chai ya nanasi. Mume wangu nikupikie chai ya nazi. Anipikie. Hata kunitilia udambu kwenye maji. Sasa kwa hiyo sasa ina maana unataka kusema ndoa yenu sasa imepungua mahaba, imekuwa na uhaba tena. Kaka bora ungesema kupungua, kaka amefinya kuisha. Si umeelewa? Unajua. Yaani haina mahaba, imekuwa na uhaba. Unajua kuisha sio kupungua, imefinya kuisha. Yaani wa Makonda amesema kio mara. Sasa sikiliza, fanya hivi, wewe tafuta mwanamke mwingine. Yule aweze akaendana na wewe, la sivyo atakumaliza. Tutakuzika na kilo 2. Wewe ukiangalia mwili wako mifupa nje inaonekana kama mifupa mikavu. Tuitabilie ama. Sema kaka katika siku muongea point. Katika siku muongea point, nikasema muongea point ya maana leo. Hicho ndio kitu ambacho nakifikiria mimi. Yaani hapo mimi nataka nitafutie mke mwingine au nitafute mchepuko. So umeelewa? Ilikuwa kinipa stress mimi na kwenda kule kutuliza jaka la moyo. Ndivyo ilivyo. Tafuta mwanamke fulani kidogo unakuwa na kiendo mwenyewe unakipeleka kama kimtoto cha form 2. Wewe rudi, wewe njoo, wewe panda kitandani. Lengo langu mimi kupata wanawake wewe baba. Umeelewa? Maana najua kabisa nikioa wanawake wanene vipigo kupigana, ukifanya hivi kubeba, ukifanya hivi kukunyanyua kukurusha. Yule so riziki, yule hawezi akakufaa wewe sasa hivi. Wewe sasa hivi cha kufanya tafuta mwanamke mwingine. Kaka katika siku muongea point ndio hapo. Mimi ndo maana nipo kwenye mchakato, kuna tatizo juzi ukienda kunitongoza anaenda kusema, ukienda sasa hivi ninachokitaka mimi kaka, nitongoze mtu ambaye wa mbali sio wa karibu. Na ukitongoza wa mbali itakuwa ni afadhali. Wa karibu akija kujua na kukunja tena. Kaka. Na akikukunja usije ukasema wewe taarifa nimekupa mimi, ushauri nimekupa mimi. Afu inakuwa dharau, si umeelewa? Yaani nikiwa nikinitongoza, anaenda kusema nyumbani, yaani ni useme wewe mtu mzima. Hivyo vitu vya siri, si umeelewa? Ndio maana kuna milango na madirisha, lakini mtu unanitongoza eti anakwenda kumwambia mke wako, tena anakurekodi, anakwenda kumpeleka mke wako. Hiyo haki. Hilo kubwa hilo. Anakurekodi kabisa. Kaka nayo pitia ni makubwa. Ila kaka, mimi nashukuru kwa ushirika nitafanyia kazi. Wewe fanya kazi. Yaani ukikosa kufanyia kazi wewe ushauri. Kafanye kazi hata sehemu nyingine. Kaka usijali mimi. Yaani kwa sababu hapo mzee wangu mimi ninavyokuambia tutakuja tukuzike. Yaani huu mwili sio wako, rangi sio yako. Nitakuja kupata magonjwa ya moyo wakati bado mtoto mdogo. Kila kitu kidogo kuwaza mapenzi, kidogo kuwaza mke wangu. Yaani magonjwa ya moyo wewe umeshayapata. Kilichobaki sasa hivi ni kuyatibu kwa kumkimbia wewe mwanamke. Ukisema uendekeze. Amiza cheupe kidawa mtoto. Hapa mwenyewe. Mtoto mkali. Yaani kila siku nikikuonaga moyo wangu utulie unakwenda mpwita. Una dogo wewe. Sina dogo wapi Amisa, mimi sikufichi. Mimi sikufichi, hakuna vitu vyangu, mimi napendaga vitu vyembamba. Umeelewa? Kwanza vitu vyembamba vina sifa kubebeka. Yaani natamani, ndio maana kila siku unapokuonaga mimi nashindwa najizuiaga tu kusema, lakini moyo wangu kiukweli una mengi ya kusema. Umeelewa Amisa? Hivi wewe si una mke wewe? Amisa, mimi na mke ndio, lakini mke wangu tatizo amezidi kuwa mbabe. Si umeelewa? Nikifanya kosa kidogo ngumi, nikifanya kosa kidogo mateke, mke wangu wivu umezidi. Si umeelewa? Kwa hiyo mimi lengo langu nipate tulizo la moyo. Yaani unapo hata nyumbani nikivurugwa akinikanda nikija huko napata tulizo la moyo. Mbabe ndo mzuri, mlinzi tu. Mlinzi wapi? Angekuwa analinda kwenda kila analinda kunikunguta kila siku mangumi, kunifanya hivi nikigeuka hivi mangumi, nikifanya hivi mangumi. Wivu siseme wivu kama wote. Yaani nyewe wanaume sijui mkoje, amridhiki. Amisa, sio kuridhika, tatizo sipati mahaba stahiki. Umeelewa? Wanaume wengine wanapata mahaba mpaka wanasema hivi mke wangu nikimtolea wapi? Au mke wangu jini. Mahaba anayopewa, yani anafika muda anamfananisha mke wake na jini. Umeelewa? Ndio maana nikasema Amisa, mimi ukinipatia nafasi, kiukweli mimi Amisa nitakupa kila kitu, mimi nitakupa. Umeelewa? Acha kunichekesha wewe. Ndio hivyo Amisa, wewe nifikirie mimi kama hata kama utanipa 200 kwenye moyo wako sio mbaya, lakini mimi Amisa ilimadi. Unajua nyie amridhiki wapi? Ukipata mwanamke mweupe unataka mweusi. Ukitaka mrefu unataka mfupi. Ukitaka sijui umebarikiwa huyo bondia. Sasa si anakulinda jamani. Amisa, shida sio kunilinda, shida kipigo. Wewe ukifanya kosa kidogo kipigo, ukijamba kipigo.
mtu usipumue usiku. Yaani imekuwa mimi mpaka sasa hivi nakonda, mwili wangu sio huu, mimi mwili wangu nina kitambi, mwili wangu mimi samboy kama unaponijua, hata mtaani wananijua. Mama Juma pale ananijua, Nze Kumbaji ananijua. Umeelewa? Wewe ni handsome kwa mke wako. Yaani wewe ni handsome kwa mke wako. Nisikilize kidawa Hamisa, sawa? Wewe fikirie yeye, nipe nafasi kama itawezekana, tuone tunafanya namna gani. Hebu nipishe bwana, mimi nipite. Hamisa, jaribu kunifikiria. Unajua mimi Hamisa, mimi nitakupa huduma zote Hamisa. Kwenda bwana wewe. Yaani wanawake weupe kulinga, si wanajitaga nani? Kikubali nitakuonga kiswaswadu, maana uwezo kishikwa mbisina, ufananishwe na Watamirnado, shakumuindi sulami. So muone inanilia hii. Yeah. Sasa dogo, hii posti mzee ni aliposti juzi. Ilitembea kinyama. Unajua kwa nini nimetembea? Wewe unaona mwenyewe alivyovaa hapo, afu na chiki mwenyewe kichuguu kilivyo. Kudali. Wewe mtoto kama Sinta. Mtoto kama hivyo. Lakini kuna watu sasa hivi vitu havifaidi, wanakaa kwenye ndoa wanapigwa kila siku. Ila mwanangu, unamfahamu ile kenge? Tuachane na hayo yote mwanangu. Ila mwanangu kuna msila wetu masinishi. Si ndio mimi namzungumzia, mimi nakupa story, sasa tuachane naye tena. Mwanangu achana na maswala, sio kuposti kufanya mwangu ule mwamba. Mwangu msiwezi vumilia. Ule msanii anakandwa vibaya mno. Anapigwa. Hizo stories zake mimi nimezisikia. Afu juzi kati nimekaa naye hapo kana nipangilia, unajua. Oya wanangu, hizo so dili. Yaani nyinyi mmekaa kijiweni kunisema mimi. Kama kawa naona hebu achana mimi usogee huko. Wewe bwana hebu wewe kaa usogee huko. Heshima bwana na ndevu zako. Heshima wapi? Wewe yani nyinyi mtu ndevu zimekaa vibaya, unaweza kufikia nyasi za yani nyinyi wanaume wote wazima kukaa kunisema mimi eti napigwa. Mimi sio kama namogopa. Wewe umejaje kama nakusema? Wewe nani amekusema? Mimi sina wasikia tu wanatoa nasikia mnasema. Sisi tunajadili mapinduzi yako. Wewe unakuaje hivi? Mapinduzi wapi? Nyinyi mnasemaje tunapigwa? Wewe mwanaume sasa hivi mbona unyoe? Haya maamuzi yangu. Wewe sasa hivi maamuzi yako. Hakuna mwanangu snitch, wewe snitch. Sio snitch, mimi sikiliza, mimi nimeamua kuchukua hizi habari nilete kwa umma tujue tunajadiliana vipi. Umeona? Kwa sababu wewe kitendo cha kupigwa unatufedhesha. Sisi wote ni wanaume, tuna ndevu, umeona? Wewe aliyekwambia mimi napigwa nani? Mimi yule namuonea huruma, yale mahaba India. Kwa muogopi? Mke wako yo. Mimi nilikuwa na watania bwana. Unasikia unamtania nani? Kwanza mwamba mwenyewe sasa kama mkate ule uko kwenye jua. Yaani mtu ni umekauka umetoka. Yaani sasa hivi ulivyokuwa mwembamba kama tambi, hata kuvunja tambi kwenyewe uwezi. Vunjia wapi? Ndugu yangu nyinyi mnanisema sana. Yaani mpaka kijiwe mimi nakiona cha moto. Nimekuja hapa tupiga stories za mpira. Nyinyi mnapiga stories zangu za kupigwa, mimi inahusu nini? Sisi tunataka tumrudishe Masnation wa zamani. Masnation wa zamani wapi? Sawa, yaani baba yangu hata kama anapigwa ndio, hadi ndo mapenzi yangu. Mbona ulisema upigwi sasa? Haya, hata wewe unaogopa nini? Yaani nyinyi mfia kijiwe nione cha moto. Basi mwamba amekutisha mke wako huyo mtu hapa. Ukwenda hizo trick za kimakonde. Nini huko hiki vitu gani hivi? Hebu achana. Yaani mshajifanya ni kijiwe cha moto. Yaani ni kusema nasemana tu, kusema nasemana tu. Mimi nimekupa ushauri. Bwana fanya hivi kuondokana na hayo. Wewe sasa hivi sisi tunajadiliana. Unaona ni waongo. Mwamba anakuelekea huyo. Maana inaonekana hata mke wake ampi. Mtu zamani alikuwa hajajenga, alikuwa anapata nyumba. Sasa hivi ana nyumba hapati sasa. Sema tuachane naye bwana. Yeye anasiku. Akija siku nyingine tunamchana ukweli. Kama ni vipi tunaenda pale geto kwake tunamchukua huyo mke wake sio demu wake huyo. Ila sema ni mkali mzee. Shoga. Mbona mputa hivyo? Yaani hicho kishungi kwanza kizito. Mama, nipe mama. Yaani unaonekana kabisa uko damu. Wewe, nimetokea huko ndugu yangu. Nipe mama. Nipe mama, ndo mambo niyapendayo hayo. Ningekaa kidogo ila hapa inatosha. Mama, umbea kukaa nao shajao. Nipe hapa nilikokuwa. Kimetokea nini? Nimekutana na huyo Masnation. Tena usinikumbushe dada. Yule basi ana mke. Ana mke bondia. Sio mke tumalizia bondia. Nasikia anaosha hadi vyombo. Anaosha vyombo, anapika. Utamkuta nje kajitandaza na menyandizi. Upo? Ndo anakuja kunitongoza mimi. Mbona wewe baba ana haya wewe? Eti mara nataka mwanamke mweupe, mara kembamba. Kwani wakati ili iweje? Sasa nikupe shoga umbea. Kanikuta jana, niko kwenye mishemishe zangu huyo, sina ili wala lile. Mwaji unchokonoe, sijui nini. Sijui nimekupenda. Mimi sasa nilivyo sinaga baya. Huyo nikamrekodi, nikapeleka zangu kwa mkewe. Ulimuweza.
Sasa nikwambie kitu. Kusajili makoloni. Ndio hivyo, nikwambie kitu. Dawa yake hii moja. Akikufanya si wewe rekodi. Kwa mkewe kipigo atakikuta baadaye. Upo. Bana shoga usinicheleweshe. Nigee buku nikanunue zangu full huko. Koma ndugu yangu. Wewe nigee buku wewe naye. Yeye ndio unapokea ya kwako. Mimi mwenyewe naenda kuendea. Muone kwanza. Yani kwenye dunia baby, amini nakupenda wewe. Mke wangu na wewe ulipoanzia pale nani kuoshaosha mpaka hata majani, sasa hivi saa 7 enda saa 8 hata kula bado. Hebu chukua maji. Kamwage. Asa haya maji kienda kumwaga ukipotelea huko, ukirudi hamna chakula hapo. Mke wangu nipotelea wapi mwenyewe na njaa. Kamwage haya maji urudi hapa chapo. Unataka kunisema? Na leo hamna kutoka hapo. Unataka kunisema mpaka chakula sio kukusema kamwage haya maji. Nisema mpaka chakula ndio nikichungu. Na wewe. Hujaenda? Naenda mke wangu na wewe kupenda kusemana semana. Yaani bwana mimi mpaka nachoka. Mimi sichoka kuna kaa hapo nafanya nini? Wanaume wenzako sasa hivi uko unapiga kazi huko kukaa pembeni yangu.